tukianza na Jangwani, ni wachezaji gani ambao maingizo mapya ambao nadhani kwamba hawa wanakwenda kuwa tishio na pengine kuwavusha Yanga kuelekea katika levels zingine kwenye kimataifa pamoja na ligi ya ndani? Dumbia. Dumbia mchezaji. Yule player. Dumbia mchezaji. Kwa miaka mingi Bongo sijaona mchezaji wa level yake. Miaka mingi Bongo sijaona mchezaji wa level yake. IQ alikuwa nayo yule jamaa sio ya kawaida. Technically mzuri, anaona pasi haraka. Yaani akipokea tu mpira anajua mpira ni upeleke wapi. Kwenye ile mechi ambayo Yanga walicheza Angola, alicreate chance kama 3. Ni uzembe tu akina Dube ambao wameshindwa kutumia, lakini jamaa is very good player. Dumbia mchezaji mzuri. Ekua naye mtu yule. Yes, Ekua naamini atawasaidia sana Yanga hata kwenye hizi international game. Msimu uliopita amefanya vizuri sana akiwa na ASEC kwenye mechi za CAF, na hata kwenye ligi ya kwao amefanya vizuri sana. Nafikiri msimu uliopita alikuwa na contribution kama ya goal and assist 27. Kwa hata kwenye hizi mechi za mwanzo anavyo struggle hivi, anavokosa nafasi, anakuwa na papara, najua tu ni swala la muda. Haiwezekani msimu uliopita tu achangie magoli 27 afu msimu huu awe mchezaji ambaye sio mfanisi. Kwa hiyo ni swala la muda, naye atakuja kuwa vizuri. Kuwa Mohamed Hussein bado hajaingia kwenye first 11 ya Yanga, lakini naamini itafikia muda ataingia, na quality yake ni kubwa, experience yake, injury hazimsumbui. Kwa Mohamed Hussein ni mchezaji mwingine ambaye ni bora sana. Yanga wamempata msimu huu na wachezaji watatu hao. Hivi kwa nini watu wanamchukulia poa Azizi Ndambwile? Yaani kama walikuwa wamjui hivi, au ni kwa sababu wakati wa kushine ndio huo hapa? Mzawa kwanza. Kidogo sisi Tanzania tunakuwa hatupo excited na wachezaji wetu. Na hata ikitokea wanafanya vizuri wanakuwa wanatu surprise. Tulimchukulia poa, lakini kumbe jamaa mchezaji hatari sana. Lakini wakati anasajiliwa tunakuwa hatuna matarajio nao. Na of course ni nzuri kwa ajili unakuwa huna pressure. Unajua saizi Ndambwile anavyofanya hivi ni kama watu walikuwa hawatarajii. Kwa hiyo angefanya chini hapa watu si macho hayapo kwao. Lakini imagine pressure ambayo ipo kwa yule Conte. Hata akiingia tu kila mtu anajua jicho lipo pale. Akikosea tu kelele zinakuwa nyingi. Sababu kasajiliwa kama matarajio makubwa sana. Wachezaji wa kizao waichukue hiyo kama advantage. Mashabiki wanawachukulia poa. Hawana matarajio nayo sana, lakini wao wanaingia pale badilisha mentality ya mashabiki. Kwa nafikiri ni hiyo tu, mashabiki huwa hawapo excited sana, hawatarajii makubwa kutoka wachezaji wa kizao. Wachezaji wapya ambao wamesajiliwa Simba nadhani wanafahamu kabisa kwamba hii ni timu kubwa na ni timu ambayo inajaribu kurudisha utawala wake kwenye ligi ya ndani. Ni wachezaji gani ambao nadhani wanaweza wakalifanya hilo na kuirudisha Simba inapostahili kuwa? Mchezaji ambaye kabisa 100% naweza nikasema kwamba hapa Simba wamepata mchezaji. Dirock mtu? Yule beki wao, jamaa beki. Composure. Yupo comfortable muda wote. Haijalishi Simba hapo kwenye mazingira gani. Haijalishi anahisi nini kitaweza kikatokea kwenye goli lake. Tuliona hata kwenye mechi dhidi ya Yanga kuna scenarios mbili zilimkutanisha yeye one on one na Ekua, lakini muda wote comfortable. Anamwacha Ekua anapiga zile step over zake, katulia. Anasubiri nini atachokifanya mbeleni Ekua baada hizo step over zake, afu then ana win mpira. Kwa hiyo hana papara, yupo comfortable. Experience, umri wake anaonekana kashaishi kwenye yale mazingira muda mrefu sana. Akiwa na mpira mguuni ananyoosha sana pasi masafa marefu, pasi fupi. Hewani yupo vizuri. Kwenye ile mechi Yanga kuna cross fulani ilipigwa kaenda kublock hewani. Kwa hata hewani mzuri. Leadership, ana ile character ya uongozi. Mimi kilichokuwa kinanitia shaka wakati anasajiliwa Yanga, anasajiliwa Simba, nilipitia ile record injury yake, niliona na record iko sana hospitali. Yes, ile kidogo ndio ilinitisha, lakini nilivyomuona hapa kwenye hizo mechi mbili, jamaa mchezaji.